kitu kimoja siku ya leo, kwamba unaweza ukawa umemwomba Mungu katika mambo yako, lakini ukashangaa upokei majibu na ukasumbuka kwa sema yamkini Mungu hajasikia maombi yako. Nataka nikwambie kitu kimoja, yupo azuiaye, yupo ambaye anachelewesha mambo yako. Ndio maana unajikuta labda unafanya biashara, kila siku biashara iko pale pale, unaweka mipango ya mwaka, lakini mwaka unaisha hujafanya chochote. Yupo azuiaye ambaye ni adui Shetani. Unaweza ukashangaa kuna mizimu ya ukoo inakufuatilia na ndio ambayo inazuia majibu yako. Ukisoma katika kitabu cha Danieli ile sura ya 10 mstari wa 11 hadi wa 13, unaona Danieli alimuomba Mungu, lakini Mungu akamletea majibu. Yale majibu adui aliyazuia kwa siku 21. Malaika akamwambia, mbona nilikujibu? Siku zimepita, siku 21. Nini kilitokea? Yale majibu ya Danieli, Shetani alizuia yale majibu asiweze kuyapokea. Sasa kama Danieli anaweza ya majibu yake akazuiliwa, wewe ni nani? Yupo adui azuiaye. Nataka nikwambie kitu kimoja, haupaswi kukata tamaa katika maombi. Endelea kumwomba Mungu. Ndipo ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 2 mstari wa 3, maandiko yanasema hivi: mlivyouzunguka mlima huu inatosha, geukeni upande wa kaskazini. Hii ina maana gani? Wana wa Israeli walipokuwa wakizunguka katika ule mlima, walikuwa wanazunguka kama wanapiga mark time, hakuna kusonga mbele, hakuna kusogea. Ndipo Mungu akamwambia Musa kwamba mmeuzunguka mlima huu inatosha, akatoa njia. Yupo Mungu ambaye anaweza akaonyesha njia, yupo Mungu ambaye anaweza akafanya jawabu likaonekana kwa wepesi. Ndio maana yeye anasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 29 ule mstari wa 11 kwamba nawawazia mema. Yeye anatuwazia mema, anasema nitawapa tumaini katika siku zenu za mwisho, na hizi ndizo siku za mwisho. Yupo Mungu ambaye anaweza akakupa tumaini. Cha msingi nataka nikupe njia mbili ambazo unaweza kutoka katika hali hiyo. Wewe ambaye upo katika jambo ambalo huoni kusogea, huoni hatua, yaani miaka inaenda, siku zinaenda, umepanga kuoa uoi, umepanga kupata mtoto lakini hamna, biashara haiendi, unapiga mark time. Nataka nikupe siri. Nataka nikupe siri. Siri hii itakutoa katika hali hiyo ulipo. Kwa sababu gani? Unaweza ukaomba vizuri lakini yupo azuiaye. Jambo la kwanza, muombe Mungu kwa juhudi. Muombe Mungu kwa juhudi. Katika maombi majibu yapo. Haijalishi atachelewa, lakini majibu yapo. Jambo la pili, kiri ushindi ili kutoka katika hali uliopo. Kiri ushindi. Ukisoma katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 ule mstari wa 13, maandiko yanasema nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Katika kukiri unaona ushindi, katika kukiri unaona hatua. Alafu jambo la tatu na la mwisho, kama ni biashara, yamkini unatarajia kufanya biashara kubwa lakini unaishia kwenye mipango. Hebu anza leo. Thubutu. Katika kuthubutu, weka maombi, kiri ushindi, jawabu lako linakwenda kupatikana. Upaswi kukata tamaa, kama maandiko yanavyosema katika Luka 18 mstari wa 1 kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Marufuku kukata tamaa, jawabu lako lipo.